Hizi zinaitwa ramyun, okay? Kuna mtu aliniagiza yuko Dar, ananiambia Nifa nataka ramyun, nataka ramyun. Hizi hapa zote unazoziona hapa tunazionaga kwenye movies, zinaitwa ramyun. Main challenge ambayo nimekutana nayo nikiwa Korea, vyakula karibia vyote wanaweka nguruwe mpaka kwenye mikate. Yaani mpaka kwenye mkate, just imagine mkate unawekewa nguruwe, sausage nguruwe, sijui mkate, sijui nini, mandazi nguruwe, sijui mchele nguruwe, kila kitu pok. Kwa ni ngumu kidogo kupata chakula ambacho ni halal. Na sababu mojawapo vipodozi vya Korea viko expensive ni kwa sababu ya lifestyle ya huku. Lifestyle ya huku kidogo iko very, it's not favorable, especially if you are not a Christian. Yeah. Sasa hivi ni saa 8 kasoro usiku. Unaweza ukahisi niko restaurant jamani, lakini hili ndo duka la mangi linavyokuwa Korea. Unaona jamani? Hebu naomba hii idea aichukue mbongo mmoja achukue hii idea. Hebu ona. Look at this place. Hili ni duka la mangi. Yaani hili ni duka la mangi. Umeona? Ni wali ambao ndani tayari una nyama na kila kitu, and the best part ni kwamba hapa dukani ukishanunua una vitu vyako vyote, kuna microwaves unavipasha. Kwa hiyo huko wanapika vyakula and then wakimaliza wanavipack. Ukija kununua kama hivi unapasha mwenyewe, microwaves na kuwepo hapa. I'm done and I'm going back to my hotel. Ilibidi nihame hotel kwa sababu ile nilofikia mwanzo kidogo ilikuwa mbali, alafu limit pia ya mizigo, wapendi uweke sana mizigo. Anyways, Ramada pia ipo Korea. Kitu kingine kinachofanya vipodozi vya Korea viwe very expensive ni sehemu za kulala jamani. Sehemu za kulala ziko very expensive. Yaani huku chumba, kwanza chumba cha 1,500,000 upati. Ni kuanzia 200,000, 300,000, yaani kuanzia 300,000, 400,000 kuendelea. Ni jamani wa Korea. Ukija toilet haunawi mwenyewe kwa mikono. Chondo kinakunawisha, okay? This is a toilet. Kwa kama unataka ikunawishe nyuma, unabonyeza hapa na kunawisha. Mungu wangu jamani. Mungu, umeona hapa inakunawisha kutokana na mchoro ulivyochora. Unataka maji yatokeje? Kwa mawimbi, kwa kustawi, kwa kuruka. Yeah. Teknolojia. Vipenzi, good morning. I hope mko poa kabisa. I hope you have a nice day. Nawaombea mwana siku nzuri sana na weekend njema. Kwanza kabisa, nawaomba mnisamehe sana kwa kuwa underestimate. Wateja wangu nakiri ya kwamba niliwa underestimate. Nilikuwa naamini sio rahisi sana kwa kila mwanamke haswa kitanzania, kwa sababu unajua jinsi gani watu waga wanalalamika. Mimi mwenyewe waga sipendi kuwauzia wateja wangu vitu ambavyo kidogo price iko juu. Foundation za Tiltir. Kwanza mimi nilienda kwenye ile duka, namuona tu yule Mkorea anapita pale kwenye ile TV, naona tu ni brand ambassador. Kitendo tu cha kupost na kuambia, kumbe kaka ana wake wengi sana Tanzania. Yaani ni wanawake wengi sana Tanzania. Kila mtu, Taiwan wangu. Mpaka nikasema kumbe huyu ndo Taiwan wa BTS. Ndo huyu. Maana Wakorea wote wanafanana. Tuachane na hayo. Leo nimeamka asubuhi, nimepokea order ya Nigeria. Paid. Zile foundation zote nilizokuwa nimenunua ndo niwaletea Tanzania. Amezichukua zote. Anaenda kuwauzia watu wake Nigeria. Zote. Ambazo mimi ndo nilikuwa naona okay, hapa nimeshachukua nyingi na wapelekea wateja wangu. Sasa naombeni tufanye jambo hili. Hakuna kitu nilikuwa sitaki kama kufanya mambo ya kufungua order. Nilikuwa nataka kila mteja wangu aje achukulie dukani. Ila kwa namna mambo yanavyoenda, kiukweli naomba nikiri ya kwamba mpaka sasa hivi sijui ni idadi ngapi itakuwa nimefikia kiwango fulani ambacho wateja wanataka. Na mimi sitaki kuwa disappoint, mambo ya kuwaletea vitu siku 3 kimeisha. Naomba tufanye jambo hili moja. Nafungua order ya Tiltir Foundation, ambayo hiyo order itakuwa ni Jumamosi na Jumapili.
Yani leo Jumamosi na kesho Jumapili mapema sana saa 12 kesho nafunga order. Kwa hiyo naomba wateja wangu, naweka lipa namba hapo ya Voda. Faida ya wewe kulipia nikiwa bado niko huku ni kwamba lazima upate foundation yako. Kwani foundation yako inakuja ikiwa na jina lako. Naenda kuziwekea majina kabisa pale. Kwamba hii ni Neema, hii ni Zuu, hii ni Amina, hii ni Amida, hii ni Jessica. Unaelewa? Kwa hiyo na ukichagua shade, namba yako ya rangi ya ngozi, sawa? Jitahidi kuchagua the most, yani ile ambayo unaona kabisa hii kweli kabisa inaweza kanifaa. Japo nitawawekea sample nyingine ambazo ukifika dukani utajaribu. Kama hii uliochagua sio ya kwako, una uwezo wa kubadilisha kwa pale dukani. Wale ambao watakuja kununulia dukani sio mbaya, ila tu wao wanakuwa na probability akiwahi anapata kichele anafanya nini? Anakosa. Naomba kwenye hiyo namba nitakayoweka, ukishalipia kwenye lipa namba, tuma message jina lako uko wapi, na kama uko mkoani sema uko mkoa gani na namba za simu za kupiga. Wateja wangu, yani ili swala limeshakuwa serious. Naombeni mplace order. Kuna watu mtakosa hizi foundation. Hizi foundation zote kuna Mnigeria kazibeba zote unavyoziona. Mimi nilikuwa naona nimebeba nyingi, eti mzigo mkubwa. Kumbe wapi? Kwa hiyo naombeni mplace order. Watu nishaona kuna watu watakosa hizi foundation, tutakuja kupeana lawama. Place your order naifunga kesho jamani. Naomba fuata maelekezo niliyoyaweka hapo. Kuna chati nimeiposti, rudi posti za nyuma, angalia hizo namba hizo. Hizo namba hizo uangalie unayoona inaelekeana na rangi yako. Lakini hata ukikosea rangi, na kuja bado na nyingine ambazo watu watanunulia dukani, ila wanaonunulia dukani wana disadvantage kwamba anaweza akapata au akakosa, akachelewa, akakosa. Kwa hiyo place your order jamani. Ni leo Jumamosi na kesho saa 12 jioni nafunga order. Naenda kufunga mzigo. Nawaomba sana, please. Just gonna... Wow. Okay, here we go. I'm just gonna pat it in. Oh my gosh, that's so good! Today we're Tier Mask Fit Red Cushion. Wait a minute. Hold on. Tier said, come again? Wow. But do you see that coverage? And that is coverage, but that is not my shade. Let me put the foundation on. Give me a second. Hold on. Let me wipe this off. Wow. I didn't even color correct. Did y'all make this shade for me? Because... what? I'm just gonna apply it on one side of my face. Tier. Look, it looks so good. I'm obsessed. Yeah, spend your coins. Tier, thank you for making it right. If you are my shade, again, 45W is our shade. Kudos to you for taking notes and listening to your customers, and also taking great constructive criticism, coming back correct, and hitting it out the park, okay? Gaten su cuarto. Wateja wangu wa Tilsil Foundation, kama mnavyoona na waletea foundation, nimeweka shades za watu tofauti. Kwa hiyo kama wewe unaijua shade yako, hutaki kabisa kukosa, nitafuti niambie nifanye shade yangu ni hii, ili nisikose kukuwekea. Lakini pia wateja wangu, nataka mjue ya kwamba hizi foundation za Tilsil ndani zina sunscreen. Kwa hiyo hata ukiwa umesahau kupaka sunscreen, ukiapply foundation yako ya Tilsil, tayari unakuwa uko protected against the sun. Kwa wateja ambao hawajui maana ya shade ni ile ambayo inaendana na ngozi yako. Kwa mfano kuna shade hii ya mtu huyu aliyopita, kuna shade ya mtu huyu kama unavyoona huyu amejaribu mpaka amepata shade yake ni ipi na amependeza sana. Lakini pia watu weupe, shade zenu zipo. Unajua una dark spots zinakusumbua, zinakunyima amani. Unafanya skincare yako, ukimaliza unapaka foundation yako. Unaona kama huyu amepaka foundation na imeficha kabisa dark spots zote. Kwa hiyo jamani, zinakuja na wapenda sana.